LTN Luo Trending Nation. Mopandi Inyenyo Elela. And I am a freelance journalist from Nairobi, Kenya. Hakikisha kwamba unapata kutune in ndani ya LTN, that is Luo Trending Nation. Hapa this is the home of all supportive channel ambayo so far imepata kuwa kwenye industry and so far inafanya vyema sana, imekuwa ikipromote sana wasanii kutoka the Luo land, that is called the Luo Nation, wanapata kuchipuka kutoka kwa channel kama hii. Guys, hakikisha kwamba unapata kusubscribe, bonyeza alama ya subscribe ufike 100k subscribers. Kazi safi sana hapo, chapa kazi. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Hello everyone, I believe that you are all fine and you are doing well. I go by the name Fred Alpha and this is LTN, where we reveal those things that are hidden. So ushaona venye mtu watu huenda through hard time wakiwa na medical issues. Shaskia baby mtu amekufa, watu wanakuwa na hard time ku raise funds kumpea last respect. So here I have a visitor with us, so atakuja to explain what it means kuishi maisha mazuri and then pia kupeana last respect in a honorable way. So hii kampuni inajiita Tuishi Companion. Tuishi Companion. Unajua tu venye companion inamaanisha ni venye sasa inakupea companion, ni kama rafiki. So I want to give a time to explain here to understand. Na ningependa ukue makini sana ndio usikie, ndio ujue utafall in which category. So Pam, karibu sana. Ningependa utuambie jina lako, and everything about you tukiendelea. Karibu sana. Asante sana Fred. Asante sana. This is LTN. I'm glad you're watching. Yes. Good afternoon everyone. Good afternoon. I'm Pamela Odembo, born in Western Kenya. Right now I'm in Nairobi. Yes. Working with the Tuishi Companion Kenya. Yes. So nikianza, I'll tell you what Tuishi Companion is. Yeah. So Tuishi Companion is a registered welfare association whose main objective is to support her members and beneficiaries in footing medical bills and funeral expenses in the event of unforeseen eventualities. Okay. So we have been in existence for the last 10 years. And we value and recognize the dignity of every human being. Correct. So Tuishi Companion offers we have our services and benefits which are categorized into 4. Yes, number one, we have medical package. Number 2, we have last expense package. Number 3, we have what is called improve in kind envelope. And then D, we have hybrid. And E, we have voluntary savings and loans. Yes. So ningependa tu explain, umesema medical package, umesema last expense package, improve in kind. So ningependa on each category we explain ndio wale wanatusikiza ama wanatuwatch yani wapate ku understand. Okay. Ndio at the end of it wajue wana fall in which category. Okay. Yes. So Tuishi Companion, to be a member first, we have a registration fee of 200 shillings upon registration. So after you have registered, you choose a package in which you will fall in. After you have registered? After, yes. With 200 shillings? With 200 shillings. Okay. So we have the first package which is medical. So here in medical, we normally foot our clients' medical bills wherever they are admitted. And we only use 2 hospitals in Kenya. These are
government hospital. The second is missionary hospital. Okay. Yes. Like kama hizi za Catholic sama, Yes, the missionary hospitals are the Catholic hospitals. but not private hospitals. Not private at all. But sometimes we normally encounter things like maybe somebody is sick at night, Okay. then he or she is rushed to a private hospital. Then hapo ofisi huwa inajua venye inafanya, but we insist of the two hospitals. Yes, the government Missionary and the and missionary. hospitals. Yes, and Okay, the yes. nice, So upon registration, we have 3 months of maturity. So if you register with us today, this for medical package, we give you 3 months for you to become mature, so that you can get our services. So upon registration, after 3 months, you become our member, and then whenever you are admitted, we foot your medical bills. Which means that mtu akisha register. Yes. Like saizi tuko Feb, right? Tuko Feb. Tuko Feb. Yes. Leo ni 19th. Yeah. 19th leo mtu aregister kama member wa Tuishi Companion. Yes. Nachukua hii package ya kwanza medical Medical package. package. Akianza kulipa atalipa for the next 3 months. Ndio akuwe able kukua maybe Kushughulikiwa kama amepata shida ama amekuwa mgonjwa. so in case akisha kuwa registered hata kilipa unfortunately kitu happen to him or her hawezi kuwa help before the 3 Tuishi months. Companion hawezi kukusaidia kama haujafikisha hiyo maturity period. Okay. Yes. Lazima ufike 3 months. Lazima As ufikishe you 3 months. contribute. Yes. For the medical package. Okay, for the medical package. Yes. Ukue active for 3 months. For 3 months. As you contribute. Yes. After that you can be helped. Yes. Okay. Yeah. Nice. What about the last expense package? In the last expense package, we offer services. Yes. And the following services are offered by Tuishi Companion wherever someone is bereaved or one of the beneficiaries ameaga. So, When the person dies. yes. Okay. Ukifanya registration, umekubaliwa kuweka dependents. Okay. Yes, na dependents wanakuwa ni unaweza jiandikisha wewe, uweke mke wako, uweke watoto, uweke wazazi wako, na pia umekubaliwa kuweka your in-laws. Okay. Yes, you can cover them all. Okay. So hawa watu mmoja wao akiwa amefariki is when Tuishi comes in to offer the following services. The first service we offer, we pay mortuary bill of 14 days. Okay. Yes. For 14 days. 14 days, that is 2 you weeks. put the bills. Yes, Okay. that is 2 weeks. Okay. After doing that, we clothe the body. We give an executive coffin. Okay. Yes. So we have our showrooms where the coffins are. We'll walk there and then you choose which coffin you want. Yes. After that, we give transportation of the body. Okay. We have hearses. We'll transport the body to where it is going, as long as it is within the country. Okay. Yes, it is within Kenya. Okay. Not Yes, outside the country. not outside. Okay. As long as it is within Kenya. So after transporting the body, tukifika nyumbani, tunakununulia ng'ombe ya kuchinja. Yes. So you cater for the food also. Yes, we cater also for food. After kununua ng'ombe, tunajua ng'ombe huwezi kula bila ugali. Bila ugali. Yes. Tunakununulia mahindi gunia moja. Okay. Yes, ya kusiaga. Watu wakule nyama na ugali. After kufanya hivyo, tutakupatia hema 2 kubwa. Okay. 200 seater each. Okay. Plus 200 plastic chairs. Okay. Ya wageni kukalia. Okay. Kuongezea kwa hayo, tutakupatia gazebo tent. Ile tent ambayo tutaweka marehemu. Okay. Yes. Tutakupatia trolley. Hiyo meza ya kuweka sanduku. Tutakupatia lowering gear. Okay. Tutakupatia red carpet. Yes. So those are the services, 13 services we offer. That falls under last expense package. Expense package. And last expense package, ukiregister na sisi leo, maturity yake ni 4 months if you are 70 years and below.
Oh. Yes. Hapo hivi ni 4 months. 3 months kwa medical package. Hapo hivi ni 4 months. 70 years and below. Get me right, yes. 3 months kwa medical package. 70 years and below. 6 months 70 years and above. Yes. So if you register with us, hapa kwa last expense, and then you happen to, maybe your parents are 70 years and above. Maturity period inakuanga 6 months. Okay. Yes. Inakuwa 6 months. But when you are 70 years and below, maturity comes to 4 months. Yes. Okay. Yeah. Okay. Yes. I hope you understand. What about the improved in-kind envelope? We come to improved in-kind envelope. So, improved in-kind envelope ni bahasha. Bahasha ambayo ofisi ilikaa chini ikaonelea kwamba ni vyema hata kama tunapeana hizi services, watu wengi wana mahitaji wana mahitaji ya pesa. Ndio services tutakuwa tumepeana zote. Lakini bado kuna mahitaji ya pesa. So ofisi ikakaa chini, our directors wakaona ni heri wa introduce this in-kind envelope. Yes. So it was introduced in December last year. Okay. Yes. Ambapo hii pia ina mature after 4 months. Okay. So the first person kwenda kupata hii in-kind envelope ataipata mwezi wa 4 huu mwaka. Mwezi wa 4. Yes. Ni kitu new bado. Okay. Yes. Yeah, it's a new package. Yes, but we hope it's going to do well. Okay. Yeah. So hii envelope unapewa before burial, after burial, ama at what point unapewa this envelope? In-kind envelope is a product in the last expense package that allows members to get cash, monetary, or benefit to cater for the other arising needs that come with handling a funeral. Okay. Yes. This is given before the burial date. Okay. Yes. Nice. So a member has to up to 60 days, which is 2 months, from the date of activation. Yes, to pay her annual subscription to allow him or her access the cash. Okay. Yes. So ukifanya registration leo na welfare yetu ya Tuishi, then ni kusubscribe. I subscribe you to the in-kind envelope. Itamaliza miezi 4, same tu na welfare. So after 4 months utakuwa umequalify kuwa welfare member. At the same time utakuwa umequalify kuwa kwa in-kind envelope. So in-kind envelope, hapo tutafika hapo hivyo. Ita-depend, itakuwa included kwa your monthly contribution ama kuna also you have to contribute? In-kind envelope ina contributiwa once in a year, annually. Okay, once in a year. Yeah. So itategemea ile package utachagua kwa welfare. Hiyo package ndio ita-determine how much you're going to pay annually. Okay. Yes. Okay. Yeah. Yeah. Tutafika hapo baadaye. Tutafika, yes. So tuko kwa hybrid. Tuko kwa hybrid. Kwa hybrid. Ningependa explain tu pole ya tukaendelea. So, kwa hybrid package, hybrid package is now a combination of medical and plus last expense. Okay. Sasa tunaita hybrid. So hapa utakuwa wewe ni beneficiary wa medical na pia last expense. Sasa hiyo ni kama utakuwa umechukua hizo packages zote mbili. Which means unasema, let's say patient A. Yes. Amekuwa admitted Kenyatta Hospital. Yes. Sawa. Yes. Patient A. Yes. So walk naye akiwa mgonjwa ward, mumemsaidia, and then unfortunately this patient dies. Yes. So sasa mnampea last respect, right? So ni kama hiyo ndio sasa kusema hybrid ama? Hiyo ndio hybrid because tutawalk na wewe ukiwa mgonjwa. Ukiwa pale kwa hospitali, tuseme umekaa pale, alafu kwa bahati mbaya Mungu akakuchukua. So tutakulipia bili ya hospitali. Yes, because so umekuwa admitted, umekuwa kwa hospitali, tutalipa hiyo bili ya hospitali. Then we move to you, we move with you mpaka wapi? Kwa mochari. Tufike pale mochari, tuanze tena kulipa bili ya mochari na all the other services. So tunatembea na wewe kama bado uko mzima. Okay. Na in case umeaga, pia bado tuko na wewe tukupatia decent and a befitting send off.
So hiyo ndio sasa inafanya mkwe unique because most of the nini I know, Yes. most of the nini I know wana work tu na wewe maybe Kama umekufa. kama yani kama umekufa. Yes. But hii yenu ni kama ina work na wewe from the word go. This is unique by the way, and si eti najisifu ama nasifu tuishi, have been even to the other welfares, but when I compare the two or the three, tuishi tuko mbele. Yes, that is the truth. So that's why yani mnajiita tuishi. Yeah? As much as much as you are still alive, tuko na wewe. Bado Mungu akikuchukua still bado tuko na wewe. Yes. Nice. Tuishi companion. Yeah, for you we care. Tuishi companion. Wow. For you we care. Yeah. Wow. So you do hybrid sasa. You do hybrid. Yes. Now to move to the fourth package. Voluntary savings. We have voluntary savings and loans. These are saving plan for tuishi companion members. Emergency loans for active members and development loans also for active members. Yeah. So mnasema si ati ugonjwa tu ati mna focus kwa ugonjwa. Hapana. Mtu akiwa msick tu yani Mungu afanye kitu apone. Then you can also empower the person financially. Yes. Hiyo ndio kitu tumesha kusema mama. Yes. Yeah. Akipona akona development. Endelee na biashara, asukume maisha. Wow, financial empowerment. Yeah. So this I mean the loans. Tumeona medical cover, tumeona last expense package, in kind envelope. Yes. And then tumefika kwa voluntary savings and loans. So yenu iko different kweli. Iko different. Very unique. Yes. Hapo kuna mpaka loans. Which means huyu patient A Mungu akimsaidia apone, yes, atoke pale OC. Yes. Alikuwa na idea fulani ya biashara. You're able to fund that business. Kama amekuwa akisave na sisi. Si amekuwa akisave. Yeah, amekuwa akisave na sisi. Yes. Msaidia pale OC, pia hospital bills. Sasa amepona amerudi kwake. You're able to empower the person financially. We will empower him or her. Okay. Yeah. So now mukipiana this empowerment, financial empowerment, do you also offer financial education or what? No, hapo hatujafikia, but the plannings are in progress. Yes, but hatujafikia hapo kwa education loans. But the good thing mnapeana loans. Yeah. Able to explain more about the savings. So hapa mtu ana save aje? Is it ile pesa unalipa from the package ndio inakuja kwa savings ama iko different tena? Kwa savings ukisha kuwa member huwa una save na sisi for a period of 6 months. Yes. So after you've saved for a period of 6 months, hapo sasa unaweza savings zako zinakuwa multiplied by 3 and then unapewa loan. Yes. But right now sitaki ni wadanganye watazamaji. Kuna venye hii loan imetupatia kizungumkuti kidogo. Okay. Yes. From the start it was working well. Then kukakua members wakawa wanachukua loan and they disappear. They disappear. Yes. So which means you don't do the paperwork or what? We do the paperwork. Okay. Ukiwa na savings ya niseme ya 100,000 and then umepewa loan ya 300, that is 103. That is 300. 300,000. So wengine kulipa ilikuwa imekuwa shida. And Tuishi is a registered welfare countrywide. We have our members coming from all over the country. So kufuatilia, sometimes mtu tupa mpaka line ya simu ile alitumia kufanya nini? Kuchukua na loan. So tracing ikawa problem. So right now the saving scheme is still there, but to may hold on kidogo. Yes, that is the truth. Which means hata mtu akisave your loan yezi come through. Sahi to may hold on kidogo. Okay. Yes. So what is the plan? I mean, okay, the directors are working on the plan ya savings, but soon wakitupatia ripoti tutawapatia our clients. Yes. Wakapia go ahead kwamba now you can take loans. Yeah, you can now endelea kusave and then you can take loans. Yes. But watu take loans sahi, right? Yeah, sahi. Wengine wanaendelea kusave. Sahi hapana. So the money is safe or what? The money is there surety kwamba nikisave
ukisave your money is safe. Your money is safe. Because even this money yenye wana contribute every month, yes, it is safe. Because wherever umepata shida, hiyo pesa inakuja inakusaidia. So kama haingekuwa safe, hata ungekuwa unapata hii msaada ya medical na ya last expense. Inakusaidia aje, but you have said they're not giving. Kama sumesema the savings is different from the savings itself, it's different from the welfare na medical. Which means hata nikiwa in a financial need, siwezi pata hii pesa because bado imekuwa. Kwa saa hii siwezi kukudanganya. Yes, kwa saa hii hapana, kwa saa hii loan tumesimamisha. What if nikuja nisemee ile pesa yangu nimesave saa hii kitu 200,000. I just want the money, my money. Not loan. Sasa unajua kwa loans pia na mambo na welfare, there are rules and regulations. So maybe zile rules zenye ulisign wakati ulikuwa unajiunga na savings, because it's another package itself. Okay. So wakati ulikuwa unajiunga na sisi kwa savings and loans and then ukasign rules. So hizo rules ndio zitadetermine kama zita apply. So zitadetermine kama utapewa ama hautapewa. Yes, but right now mambo na savings imesimama. Mambo na loans, yes. I hope itakuja faster because ilikuwa package mzuri sana. Ni mzuri, but sasa watu wengine wanaitumia vibaya. Yes. Wow. Yeah. I hope itakuwa sasa mzuri now. Okay, sasa now tumeona the packages. Yeah. Kulikuwa na medical package, kulikuwa na last expense package, kutakuwa na improve in kind, kutakuwa na hybrid, a combination of the two, medical and last expense. Yes. And then kuna voluntary savings and loans. Yes. So amesapu ni kweli. Yeah. And then now from there, now how do we now register? The method of registration, when you register, sana register aje? Okay, registration unaweza walk into any of our offices. We have offices countrywide. Tuko na ofisi ya Tuishi Migori, tuko na ofisi ya Tuishi Homa Bay, tuko na ofisi ya Tuishi Kisumu, tuko na nyingine Siaya. Our headquarters is in Nairobi, Kariobangi North, Kenya Women Finance Trust Building, 3rd floor. Okay. So hapo Kariobangi Nairobi. So ukifika pale utafanya registration ama ukinitafuta kwa namba yangu ya simu ambayo nitapeana, nitakufanyia registration online and then I'll issue you with a card to show that you are a member of Tuishi. After you have registered? Yes, after you have registered. Registration is only 200 shillings for the welfare. Welfare ni medical na last expense. Okay. Tukikuja kwa in-kind envelope, after you have registered kwa welfare, you now qualify to subscribe, uingie in-kind envelope. Na subscription ya in-kind envelope is only 100 bob. Wow. So which means only 300 bob. Umekuwa member. Full member. At 300 bob. Yes, 200 ya welfare and 100 in-kind envelope. Amazing. Yes. Nice. And then pia ukipenda from there pia una nini mambo na savings pia? Yeah, hiyo itakuja baadaye. Okay, yes, not now. Nice. Asa, this other side, kuna how to make monthly payment. Yes. Let's say nimeregister niko huku Nairobi. Nikapata kazi Machakos. Machakos pia mko na ofisi? Kila mahali, we are all over the country. We are all over. Yes. Machakos niko mbali na ofisi. Siwezi enda kwa ofisi. Yes. Now, is there a way someone can pay now? We don't pay our monthly contributions kwa ofisi. After I've issued you with this card, hii kadi iko na venye tunafanya malipo yetu ya kila mwezi. Okay. Yes. So hapa hii ya kwanza ni how to make your contribution your in-kind envelope. So we use this USSD when we are paying our in-kind envelope, hiyo bahasha ya kila mwaka. And tukilipa malipo yetu ya kila mwezi tunatumia till number. Yes, ambayo ni 5640543. Nice. Yeah. So you don't need to walk into our offices ndio ufanye malipo.
Yeah, you can just make At your the comfort payment. of your home, just Yes, make a payment. Yeah. Amazing. And you receive your message confirming that you have already paid your monthly Paid your monthly contributions. contribution. Yeah. So these messages ndio because ukilipa kwa ofisi utapewa receipt, right? No. No. Let's say ukiwalk into the office. Hata ukiwalk kwa ofisi, you will still use your mobile phone kulipa pesa. So hakuna haja hata kwenda kwa ofisi. Hakuna. You will just use your mobile phone kulipa pesa hata ukienda kwa ofisi. Okay. Yes. Okay. Yeah. So hizi messages ndio sasa mtu anaweka vizuri. Messages hata usipoweka vizuri, hata kama umezidelete ama umezifuta, ukitaka kufuatilia jinsi ambavyo huwa unalipa pesa zako, you will just dial *250*16 hash. It will bring everything. It will bring for you everything. Your dependents, when you umejiandikisha, your membership number and everything. Yes. Wow. Nimeona hapa ukishalipa you will receive 2 SMS response. Yeah. One from M-Pesa and One from Tuishi Companion. Wow. Right. Yes. Right. And hii additional last expense benefits. You need in-kind envelope, right? Yeah. So this in-kind nimeona hapa hivi mtu ako entitled to between 25,000 to 200,000 depending on their package of choice. Yeah. Which means mtu akichukua niko na hapa chini naweza ona monthly contributions for per category that is medical. Naona kuna gold because hapa hivi nimeona a member who has subscribed is entitled to between 25,000 to 200,000 depending on the package of choice. Yes. To explain hapo. Sasa after registration, after nimekuregister, utaniambia package gani unatagua kwa hizi packages. So kwa last expense, we have packages kama uko single, tunaita package gold. Gold. Yes. Kama mtu ni single. Kama uko single. Hiyo ni gold. Okay. So gold package, kama ni medical utakuwa unalipa 200 kwa mwezi. Okay. Na kama unachukua last expense utakuwa unalipa 100 kwa mwezi. Na kama unazichukua zote ambapo sasa hapo tunaita hybrid, medical package plus last expense package, you pay a total of 300 per month and you are covered both medically na pia last expense umekuwa covered. Hapo umesikia hapo. Ukichukua medical package na uchukue na last expense package utakuwa unalipa 300 shillings monthly. Yes. You are fully covered. You are fully covered. You are fully covered. Yes. Hapo sasa umechukua gold. Umechukua gold. You are single. You are single. Gold. Yes. Hiyo ndio the first. Hiyo ndio first package. Aya. Ukuwa covered medically and last expense only per 300. Yes. Now how does the now loans come in? Which is hapa savings. So mtu nyinyi ndio mnadetermine the amount mnafaa kulipa ama hao wenyewe ndio wanaamua? Hapa tuko kwa last expense. We are not in savings. Hapa tuko kwa last expense. Get me right. Yes. Hapa hatuko kwa savings. Hatuko kwa savings. Tuko kwa last expense. Yes, these are the packages zenye unachagua wakati unakuwa registered. Ile sasa ilikuwa ilikuwa tofauti sasa. It is not combined. Hapana. Hybrid is a combination of medical and last expense. I know that. You understand. Yes. Hiyo ndio sasa inaitwa hybrid. Hiyo ndio inaitwa hybrid. Now mtu aseme already ako covered medically na ako covered last expense. Tena ako interested akuwe ana save. So nimekwambia kwa sasa tusiongelele mambo ya savings. Yes. Kwa sasa tusiongelele mambo ya savings. Yes, let's talk about medical, last expense and in-kind envelope, things that are now working. Nice. Yeah. Ile mlisema kuna yuko on hold kidogo. Yes. Now tuko hapo umesikia goal venye nasema if you are single amount 200 shillings and then una had na last expense package ni 300 per month, right? 300 per month. And try the second one. Yes. The second one is Diamond. This is a package for couples. Sasa niseme for example wewe Fred na mke wako bado hamna watoto. Yes. For medical mtakuwa unalipa 250 per month. Okay.
na last expense utakuwa unalipa 150. So in total kama umechukua both packages itakuwa 400 per month. Wow. Yes. Hiyo niko married. Uko married sasa, bado hakuna watoto. 400 per month. Yes. Nice. Na nimeona on each kuna compensation kama hiyo ya gold kuna 50,000, right? That is maximum annual compensation for medical package. Okay. Yes, for a year. For a year. So that is the money we can give kama your family, one of your family ama nyinyi wote mumelazwa. So that is the maximum annual compensation yenye huwa tunapeana. We cannot exceed. Okay. Yes, and that is per year. Yeah. So kwa diamond naona kuna 70. Yeah, kwa diamond kuna 70, kwa gold kuna 50. Kuna 50,000. Yes. Right. Tuende ya tatu unaona, bronze. Tatu ni bronze. So bronze ni nuclear family. The nuclear family ni wewe Fred, mke wako na mtoto ama na watoto. So watoto wako on the picture. Yes. Hapo sasa watoto wako on the picture. Na tukianza kuongelelea watoto, tunakava watoto ambao wako na umri wa miaka 18 kurudi chini, as in tunaanzia 4 months to 18 years. Okay. And 24 years and below kama mtoto bado yuko shuleni. Niseme kama bado ni mtoto, niseme yuko college ama bado yuko university. Yes. As long as kuna evidence bado yuko shuleni. Okay, they are still covered. Tunamcover. Yeah. So kwa hao, the nuclear family, medically utakuwa unalipa 350, the last expense is 200. So a total of 550 per month. Wow. Yes. Hiyo watoto wako covered. Bibi ako covered, bwana ako covered. Yes. Hata kwa watoto ni wanne. Tunachukua watoto wa 7. Wow. Hata wanne ni wachache, tunachukua watoto 7. Wow. Yes. 7 kids. 7. 550 per month. Yes. Okay. Okay. Nimeona compensation ni 100,000. Yes. Per year. Per year. Yeah. Now tuende kwa Alpha. So Alpha is your name here, Fred Alpha. So Alpha ni nuclear family plus parent of principal member. Niseme sasa kwa saa hii umejiunga na Tuishi, umejiandikisha wewe na mke wako na watoto, na ukaongezea wazazi wako kule nyumbani. So many principal member. Wewe ndio principal member. So umeongezea mama yako na baba yako. Yes. So hiyo ni Alpha. Okay. So hapo utakuwa unalipa 550 kwa upande wa matibabu, alafu 300 kwa upande wa kifo. Okay. Yes. So inakuja 850 kwa mwezi. Lakini uko covered wewe na familia yako pamoja na wazazi kule nyumbani. Wow. Yeah. Nice. So tukitoka hapo tunaenda kwa Alpha Plus. So Alpha Plus inakupatia nafasi wewe kujiunga na Tuishi, wewe pamoja na familia yako, huyo ni bibi na watoto. Alafu uongezee wazazi wako nyumbani na still uongezee wazazi wa bibi. Hey, okay. Yeah. Wazazi wa bibi? Yes. Na wa bwana je? Si wazazi wa bwana ni wale wako nyumbani. Si wazazi wako wako kuzaa, si ndio wa bwana? Tulaweka pale hivyo kwa Alpha. Yes. Hii ni Alpha Plus. Sasa hii ni Alpha Plus. So unaenda abroad. Unaenda abroad. Mpaka kwa in-laws. Yes. Umekava mpaka wazazi wa bibi. Yeah. Hiyo ni normal. Okay. Good package. Sasa ukikava mpaka wazazi wa bibi, hapo utakuwa unalipa medical 750, alafu unalipa last expense 400. A total of 1,150. Very cheap. Kwa mwezi. Is managed. Na muko covered fully. The whole family fully. Hapo sasa nani amebaki nje? Fully. Hakuna, muko covered. Sasa kwa hizi packages za kutoka gold mpaka Alpha Plus, hapo ni members ambao ni wako na miaka 70 kurudi chini. Yes. Okay. 70 and below. 70 and below. Sasa tunataka kuanza ile stage ya watu wenye wako na miaka 70 kwenda mbele. Sasa hapo tunawaita extra. Oh, yes. Gold extra. Sasa hapo tunaanza kwa gold extra. Si kule juu tulikuwa na gold single. Yes. Sasa gold extra kumaanisha kuna kitu imeongezeka. Yes. Yeah. Sasa kwa gold extra ni mtu single ambaye ana miaka 70 kwenda juu. Yeah. Sasa huyo naye atakuwa analipa shilingi 300 ya matibabu, 250 ya kifo. Yes.
So a total of 550 and 50. every month. Yeah, tukitoka Gold Extra tunaenda kwa Diamond Extra. Ni couples sasa. Couple. Lakini miaka imezidi 70 Okay. and above. So kwa Diamond Extra matibabu ni 450. Last expense ni 300. Yeah, so a total of 750. But the rule applies. Lazima akue for like 3 months. Akiwa for 3 months. Sasa ukiwa na miaka 70 kurudi chini, maturity ni 4 months. Lakini sasa tukikuja kwa miaka 70 kuendelea mbele, maturity ni 6 months. Okay. Yes. Okay. Yeah. Okay. So ukimaliza na sisi miezi 6, utakuwa umequalify. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno ko mi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete kata wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Ne oganda luo kendo e piny luo. Oganda wapong kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chino mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. You know, this Ready dancehall artist. I'll be performing at Luo Talent Search 15th April 2025. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Ukipatwa na shida, unaweza saidika. Yeah, you are covered. Now extra alpha. So we have extra alpha. Hapa ni nuclear family plus parents 70 years and above. Sasa kama wewe Fred, wazazi wako wamefikisha miaka 70 kwenda mbele na umefeel you want to cover them, sasa hapo ndio wana fall. Yeah, so extra alpha matibabu ni 750, last expense ni 450. So a total of 1,200 per month. Yes. Naona yani Vile miaka inasonga, vile pesa okay. vile pesa pia inasonga kidogo. Na kwa kitu okay na but one thing on hapa, it is still manageable. Ni kitu bora naweza manage. It is manageable because unajua sasa the age of 70 kwenda mbele, chances pia za magonjwa na za kufariki pia zinakuanga ziko juu. Okay. Yes. Okay. Yeah. Okay. So tukitoka kwa hapo tuko na extra alpha plus. This is our last package. So hii ni package ya nuclear family, spouse parents, 70 years and above. Yes. Yeah. So combination ya familia yote. But sasa wazazi hao wabibi ama wazazi wako wako na miaka 70, 50 plus 70 kwenda mbele. Yeah, 70 plus. So hapo matibabu ni 1,000. Last expense ni 550. So hapo utakuwa nalipia 1550 kwa mwezi.
Wow. Yeah. Wow. Mbona ni Tuishi Companion? As the name suggests. Tuishi Companion, as the name suggests. Yeah. Wow. So I hope mshasikia venye explain the packages from gold, wale wenye wako single. And then diamond, kuja bronze, mpaka the last one. I hope mshasikia. Na kuna venye, let's say, mtu angependa unajua kuna watu wenye saa zingine maybe alikuwa busy tukionga. Kuna venye mtu anaweza kuna place akienda maybe website anaweza enda some pole. Mwingine nataka nisome hii kitu ni understand. Tuko kwa social media, tuko kwa Facebook, tuko kwa YouTube, just search Tuishi Companion Kenya, utatupata. Atapata kila kitu hapo. Nasome everything. Yes. Okay. Na kwe ku understand your register. Yeah. That's nice. So any other thing you need to... So hapo kwa in-kind tulikuwa tunasoma packages cause in-kind envelope ndio uchague itategemea na ile package ulikuwa umechagua wakati una register kwa welfare. So ndio tunakuja kwa in-kind envelope. So in-kind envelope we have kutoka 25,000 bahasha to 200,000. Yes. So depending on the package yenye ulichagua wakati ulikuwa na kuwa registered. Yeah. So tuko na groupings and this is the group to which a member belongs based on his or her category. Okay. Yeah. So we have group A. Group A includes categories that do not include parents. Okay. That one is gold, diamond, bronze and bronze. Yes. Hakuna category the first three. Category ile yenye haina wazazi. Yes. Hiyo ndio group A. Kwa in-kind envelope. Yes. So group B tuko na category that have parents but less than 70 years. Group A. Kwa last in-kind, in-kind envelope. Wanapata what amount? Which amount? I'm coming there. Okay. Yes. Okay. I'm coming there. Okay. So group B include categories that have parents less than 70 years. Okay. So group B, we have the Alpha and Alpha Plus, but wazazi wako na umri wa miaka 70 kurudi chini. Yes. So group C, we include categories that have members and beneficiaries with over 70 years. That is Gold Extra, Diamond Extra, Extra Plus, and Extra Alpha Plus. That is Group C. That is Group C. Yeah. So, tukianza hapa kwa Group A, hao watu wenye wako single minus parents. So Group A, kama unataka 25,000, you will pay a total of 780 annually. That is paid once in a year. Once in a year. For you to get a bahasha of 25,000, utalipia shilingi 780 kwa mwaka, mara moja kwa mwaka. Yes. 750. So in case one of the beneficiaries amefanya nini, amelala, tutakupatia hiyo bahasha kabla ya mazishi. Yes. Okay. So group B ni hao wazazi wenye wako chini ya umri wa miaka 70. So hao kama unataka bahasha ya shilingi 25,000 utalipa 1,580. 1,580. Once in a year. Once a year. Okay. Tuko na group C, wale ambao wako na miaka 70 kwenda mbele. In case unataka hiyo bahasha ya 25,000, utakuwa unalipia shilingi 2,180. Yes. Tunakuja kwa group B. Yes. Group B ni 50,000. Bahasha ya shilingi 50,000. So bahasha ya shilingi 50,000 kama una fall kwa group A ambayo ni hii package ya watu wako single, utakuwa unalipia shilingi 1,580. Hiyo unalipa mara moja kwa mwaka. Na in case umepata msiba, tutakupatia hiyo bahasha ya shilingi 50,000 kabla ya mazishi. Yes. So group B utalipia shilingi 2,580. Yes. Upate hiyo bahasha ya shilingi 50,000. Nice. Group C utalipa shilingi 3,380. That is
3,380. Okay. Yes, ndio upate hiyo bahasha ya shilingi 50,000. Once a year. Hiyo inalipwa mara moja kwa mwaka. Niseme sasa hii umeregister welfare alafu nimekusubscribe into in-kind envelope, umelipia saa hizi, utalipia tena mwaka ujao. If in case hautakuwa umepatwa na shida. Yes, utalipia tena mwaka ujao. Yeah. Tukienda kwa group C, hii ni bahasha ya shilingi 1,100. Wow, okay. 100,000 bahasha. So with 100,000 bahasha, watu wenye wako kwa group A wale wa single utakuwa unalipia shilingi 3,060. 3,060. 3,060. Na unapewa bahasha ya shilingi 1,100 ngapi? 100. Ai, yeah. Hey. That's a good deal. Tuishi cares for real. Huh? Yeah, We care. Yeah. So if you are in group B, that is alpha, unalipa shilingi 5,060. That is 50-60. 50-60. Yeah. And you get your bahasha of 100,000. Bora tu umemaliza hiyo miezi ya maturity. Yes. So group C, kwa hiyo 100,000 bahasha wanalipa 65-60. Au unakumbuka ni hao wazazi wetu ambao wamefikisha miaka 70 na kwenda mbele. Yes. Unalipa 65-60. Yeah. Tuna hii bahasha kubwa sasa ya shilingi 200,000. Hey. The heavy one. The heavy one. Ambayo I'm very sure ukipewa 200 na still upewe hizi services zote, you are done. Sijui. Hata kama nyumba una utajenga. Hata kama ni bibi amefiwa na bwana hakuwa amemjengea, I'm very sure atajenga. Because already tuishi ishakupea services zote. Imekuongezea na bahasha. Hapo ndio kuna hoga na uzito. Hapo ndio kuna uzito. Saa zingine mama ameachwa na watoto, hajui hata watoto wataenda shule vipi. Yes. I think tuishi companion wakifikiria hii, walifikiria sana. Waliangalia mbele. Yeah. Hapo utafanya mambo mengi sana. So shilingi 200,000 ndio upewe bahasha kama huko kwa group A, utalipa shilingi 5,920. Okay. Yes. 5920. Once a year. Once a year. So niseme hata saizi umelipa shilingi 5,920. Na ukapewa bahasha ya shilingi 200,000. Sio ni kama mtu amekupatia bure tu wake. Sana. You'll be good to go. Sana. Hiyo tu ni mtu amekusaidia. Cause sioni. Wengine wanapeana bahasha but wanapeana bahasha kulingana na vile unakuwa unalipia. Yes. Sitaki kuwataja lakini ni hivyo. So ukiwa group B, hii group ya alpha, unalipa shilingi 9,720. Wow. Hiyo ni mara moja kwa mwaka. Ndio qualify kupata bahasha ya 200,000. Yes, group C, hao wazazi wetu ambao wako na miaka 70 kwenda mbele, wanalipia shilingi 12,720. Yes. Wow. So if we, na hii pesa haituilipi mara moja. As in kama umeregister leo, tunakupatia a period of 2 months, that is 60 days. Ukuwa umelipia. So pia unaweza lipa mdogo. Hizo siku 60 zikikwisha, ukuwa umefanya nini? Umemaliza kulipa. Yes. So si eti unaambiwa umeregister leo, lipa hii shilingi 5,920 leo, no. Na hii pesa unapanga cash kwa bahasha hivi ndio hicho? Unapewa kwa bahasha cash. This is cash. Remember, nimekwambia tunapeana services kwa last respect. Kwa in-kind envelope tunapeana cash. Cash money. Okay. Fred, uamini? Hey, okay, sijasikia kitu kama hiyo bado. Uamini? This is a reality. We are not just selling to ishi kwa sababu of we are selling to ishi kwa sababu ya zile vitu ambazo zinafanyika kwa ground and they are real. Yes. So which means you care for your members. We do. Hiyo na msikuwe na mind mbaya mtu akufe ndio upewe 200,000. Hatuna mind mbaya but unajua tukiwa wazima we have to get prepared. Hiyo kuwa prepared ni kitu ya lazima. Tunajua kuna hizi vitu zinaitwa unforeseen eventualities ambayo ni ugonjwa na kifo. Ni vitu hazibishi hodi na ni zile vitu zinaweza kuja wakati wowote kama mtu hajapangia. Yes.
That's why we are here. We are there for our members in case of anything. We are always there for them. Na mshapitia challenge, mtu amesema amefiwa because they want the money. Kitu kama hiyo shai happen? Yeah, their members wana register, nisema ameregister leo, amelipa for 1 month or 2 months, amerudi aka default. Na unapata hiyo mwezi amedefault ndiye anapata na msiba. Yeah. So tunarudi tu kwa rules zetu. We have rules and regulations. Kila kitu sana welfare lazima ikuwe governed na rules and regulations. Yes. So we just go back to our rules. Tunakwambia wakati ukifanya registration uliambiwa hii na hii na hii. Yes. And our rules are just ziko mpaka kwa hii booklet. Tukikuachia our rules ziko hapa. Rules zetu and regulations are here. Which means such a person atapata any hawezi pata cause first thing amelipa kwa miezi 2, maturity ni 4 months and then at the same time amedefault. So there's no way tunaweza msaidia. Okay. Yes. So such cases mnazipataga? Ziko zinapatikana. So what we always advise after registration, tafadhali jaribu ukue active member throughout. What of nilikuwa nasema mtu kufake, mtu ashai fake, yani ana fake death. Uwezi fake death. How do you cannot fake death because ukiregister niko na hii form. Yes, na hii form iko na details za kila mtu. Tuko na wewe mwenyewe, tuko na spouse, wife ama husband, and then we have kids. Yeah, their details, majina yao na mwaka wa kuzaliwa. So naona kama mtoto ndio ameaga, utatupatia birth certificate yake. Okay. Yes. So birth certificate yake itaonyesha kama ni yeye ama si yeye. Mzazi akiaga, zile details unatupatia hapa ni zile ziko kwa kitambulisho. So utatupatia kopi ya kitambulisho and then we will verify tuone ni yeye ndiye amefanya nini, ameaga. Kuna kale ka death permit. Yes. So kuna details tuko nazo na pia wewe wakati mtu ameaga kuna details unapeana wapi? Kwa ofisi. So hapa kufake death sio rahisi. Yes. Unapata because there are other companies pana one of the same services. Unapata mtu umeadmit mtu wako ni mgonjwa. Ukienda pale kwa company unaambiwa kwamba niko na mgonjwa, ina take long time to process everything. Wanasema mara siji ngoja. How do people handle that? Since once you are admitted, you just notify us. You can notify the office through this number. You call this number. Una notify the office, unaambia I'm so and so. Membership number fulani. Nimekuwa admitted kwa hospitali fulani. So if you don't reach the office, we have our officers, we have our agents all over the country. So ukikosa kupata mkubwa kwa ofisi ama hiyo namba ya ofisi haiendi through, sometimes inakuanga iko busy, you just call hata yule agent mwenye alikuregister. You report na yeye anapeana ripoti wapi? Kwa ofisi. Alafu utafikiwa na utashughulikiwa. Ni hivyo tu. So it is something quick. Yeah. Hakuna zile madelay. Yetu haina delay. Haina delay. Yes. Yeah. Any other thing now that you want our viewers to know, wajue about Tuishiko, because maybe to me nimeona it is something real, as in it is a real deal. Okay. Tuishi Companion Kenya ni welfare yenye inasaidia kusema ukweli. Because I joined Tuishi last year mwezi wa pili. Kufika sasa niko na mwaka nikiwa nafanya kazi na Tuishi. Yeah. So kuna watu wengine huwa wanauliza, is this thing real? So I've been in the field for the last 1 year. Nimetembea na Tuishi na nimepata kweli zile vitu ambazo wanaambia members kwamba wanafanya, wanazifanya ukweli. I've been in the ground, nimekuwa kwa matanga na nimewitness everything kama inafanyika vile members wanaambiwa. So chenye ningependa kuambia our viewers, you come register with the Tuishi Companion Kenya. Tuondoe hizi maibu tunakuanga nazo wakati tumepata shida. Sana kifo. Wacha ugonjwa. Sana wakati tumefiwa. Unasikiaga sometimes unaambiwa wacha tunataka kuona vile atafanya.
let us wait and see, tuone venye atangangana na hiyo matanga azike peke yake. Yeah, so Tuishi is here because of such issues. Yeah, because Tuishi itakubebea gharama yote ya matanga, na nikisema yote ninamaanisha ni yote. Because nimeona kama umepewa casket, umepewa mahindi gunia, umepewa bull. Yes. Ng'ombe, yeah. Viti na tents. Hapo ndo kuna honga na transport umechagua. Yeah. Hizo ndo areas zinahonga na uzito mwingi sana kwa matanga. Yeah. Sasa Tuishi kisha kubebea hiyo mzigo yote, bado kweli hakuna mzigo mwingine. Hakuna mzigo mwingine imebaki. Nikupatie 200 pesa ni kujenga tu ama ni kama kwa nyumba unajenga. Unajenga for real. Unajenga. Wakipeleka nini wao unapata maybe tent ndio inawekwa. Hakunanga sometimes hakuna hata nyumba nyumbani. But sasa hii bahasha yetu tutakupatia before mazishi, ambapo hata kama ni nyumba ndio hauna, unajenga faster. Tutakuja na vitu zetu wakati wa mazishi tupate kama nyumba imesimama. Yes. Nice. I believe mshasikia venye Madam Pamela amesema kama Tuishi companion, it is really a companion, msaidizi. Yeah, we offer a shoulder to lean on. Yeah. Zile unalia watu wamekuninia ati yote utaona venye atafanya. Tuishi is here for you. So you can just go to their website or their Facebook, their social handles, and then utafute Tuishi, upate kusoma wewe peke yako, ujue venye the services that they offer, so that you can choose for yourself which category inakusuit better, na utakuwa itakuwa maana sana, because una venye watu wanafanga na challenges, watu wana hard time. Me, I've gone through a lot. Kumanage funeral si rahisi, na kumanage mtu kwa OC ni mgonjwa si rahisi, but Tuishi companion is here to help you go through that process smoothly. So tafadhali tusaidike in that. So namba yako ulifosema namba yako ya simu. Namba yangu ya simu kwa wale ambao wananitazama kwa sasa, namba yangu ya simu in case you are umekuwa interested na Tuishi companion, you want to join us or you want to ask more questions about Tuishi, I'm here for you. So my numbers are 0714 863274. I'll repeat. My number is 0714 863274. You call that number anytime. Inafanya kazi usiku na mchana sababu ya Tuishi. So you just call that number, you ask questions. In case you want to register, you just send me your details, ni kuregister online wherever you are, bora uko Kenya. Asanteni sana. Umesema usiku na mchana? Usiku na mchana. Hata saa 8 usiku? No, my phone is always on. Nakumbuka hata sijui ni wewe. No, there's a time after doing my first interview, there's a friend of Omari called me saa 8 usiku. Hey. Anasema ako US na huko, time ya huko na huko ni different. Yeah. So your phone yangu inakuanga on all the times. Yes. 24 hours. Lakini piga simu kwa sababu ya mambo ya Tuishi. Nice. Tafadhali. Nice. Piga simu kwa sababu ya kazi. Asante. Yeah. And we are off. Yo kama mai Tumbili to one kai LTN. Yo, what's up guys? This is Tumbili na niko chilled ndani ya Luo Trending Nation. Keep it locked. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. Mopandi Inyenyo Elela. Weche mopondo, weche mopandi, Inyenyo Elela. Kineno ko mi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, jo ajawa.
jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'e ane life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.